Urusi bila shaka ni taifa lenye ushawishi mkubwa duniani. Ikiwa ni dola lenye nguvu, Urusi imekuwa mchezaji muhimu katika masuala ya kimataifa kwa muda mrefu. Urusi ndio nchi kubwa zaidi duniani kwa eneo. Kwa kweli eneo la Urusi ni kubwa kuliko uso wa sayari ya Pluto. Urusi ina takribani kilomita za mraba milioni 17, sawa na maili za mraba milioni 6.5, wakati Pluto ina takribani kilomita za mraba milioni 16.6, sawa na maili za mraba milioni 6.4. Urusi pia ipo katika mabara mawili. Eneo lake linaenea katika bara la Ulaya na bara la Asia. Takribani 75% ya eneo la shirikisho la Urusi lipo mashariki mwa milima ya Ural ambayo ipo Asia. Hata hivyo ni karibu 22% tu ya wakazi wa nchi hiyo wanaoishi katika sehemu hizo za Asia. Aidha, Urusi ina mandhari ya asili yenye kuvutia sana. Takribani 20% ya misitu yote duniani ipo nchini Urusi. Pia nchini humo ndiko kunakopatikana Lake Baikal, ziwa lenye kina kirefu zaidi duniani. Nchi hiyo pia ina mila, sheria na desturi za kipekee na imejaa imani za kishirikina na hadithi za kale. Warusi walirithi imani nyingi za kipagani ambazo baadhi yake bado zina athari katika maisha yao hadi leo. Kwa mambo mengi, Urusi ni nchi ya kipekee, kuanzia simulizi kuhusu walimu kulipwa kwa vodka hadi hadithi za dubu wanaovutiwa na mafuta ya magari. Nchi hiyo imezungukwa na mambo mengi yasiyo ya kawaida. Haya ni mambo 10 ambayo hupaswi kuyafanya ukiwa nchini Urusi. 1. Daima beba pasipoti yako. Usipofanya hivyo, maafisa wa usalama wanaweza kukupeleka kituo cha polisi ili wakufanyie ukaguzi na kuthibitisha utambulisho wako kabla ya kukuachia. 2. Usifikiri wewe ni mcheshi kuliko unavyodhani. Warusi hawana mtazamo sawa na ucheshi wa watu wengi katika nchi za magharibi. Jambo ambalo linaweza kuonekana kuwa la kuchekesha katika tamaduni nyingine linaweza lisichukuliwe hivyo nchini Urusi. Hivyo ni vyema kuwa makini unapofanya utani, hasa na watu usiowafahamu vizuri. 3. Unapokuwa nchini Urusi ni vyema kuepuka utani kwa ujumla. Hasa utani unaohusisha wanafamilia unaweza kuchukuliwa kuwa wa kuudhi au kukosa heshima. Kwa hiyo ni busara kuwa makini unapofanya mzaha, hasa na watu usiowafahamu vizuri au katika mazingira rasmi. Namba 4. Usikatae kinywaji kinapotolewa. Kunywa, hasa katika hafla za kijamii, ni sehemu muhimu ya utamaduni wa watu wengi nchini Urusi. Kwa hiyo kukataa kinywaji kinachotolewa kunaweza kuchukuliwa na baadhi ya watu kuwa ni ishara ya kutokuwa na heshima au kutokuthamini ukarimu wao. Namba 5. Usiwahi kumdharau babushka mwenye heshima. Nchini Urusi neno babushka humaanisha bibi au mwanamke mzee. Wanawake wanapofikia umri fulani, mara nyingi hutambuliwa na kuheshimiwa kama babushka. Namba 6. Usikimbilie kukaa kwenye usafiri wa umma. Viti kwenye usafiri wa umma vinatarajiwa kutolewa kwa watu wanaovihitaji zaidi, kama vile wazee, wanawake wajawazito, watu wenye ulemavu au wenye watoto wadogo. Kwa hiyo ikiwa wewe huna uhitaji maalum na kuna mtu anayehitaji kiti zaidi yako, ni jambo la heshima kumpisha. Hata hivyo, ikiwa kuna viti vingi vilivyo wazi na hakuna anayehitaji, unaweza kukaa bila tatizo. Namba 7. Usivae viatu ukiwa ndani ya nyumba. Warusi hufuata desturi ya kuvua viatu wanapoingia nyumbani kwa sababu hawataki kuingiza uchafu, vumbi au vijidudu kutoka nje ndani ya makazi yao. Kwa hiyo unapomtembelea mtu nchini Urusi, ni heshima kuvua viatu mlangoni. Mara nyingi mwenyeji anaweza kukupa slippers, maarufu viatu vya ndani vya kuvaa ukiwa ndani ya nyumba. Namba 8. Usikubali zawadi mara moja. Ikiwa mtu anakupa zawadi, kwa mujibu wa baadhi ya desturi za kijamii nchini Urusi, ni kawaida kuikataa kwa heshima mara moja au 2 kabla ya kuikubali. Hii huonekana kama ishara ya unyenyekevu na kutotaka kuonekana mwenye pupa. Namba 9. Wanaume hawaachii wanawake wabebe vitu vizito. Katika utamaduni wa jadi wa Urusi, mara nyingi inatarajiwa kwamba mwanaume atajitolea kumsaidia mwanamke kubeba mzigo au vitu vizito. Hii huonekana kama ishara ya heshima, uungwana na msaada. Namba 10. Daima beba kitu unapoenda kutembelea. Hii ni desturi inayopatikana katika tamaduni nyingi, lakini ukiwa umealikwa nyumbani kwa mtu nchini Urusi, ni vizuri usiende mikono mitupu.
unaweza kupeleka zawadi ndogo ndogo kama vile maua, peremende, keki au kitu kingine cha kumshukuru mwenyeji. Hayo ni mambo 10 ambayo nimekuwekea hapo ambayo pengine ulikuwa huyajui kutoka nchini Urusi. Tuambie kwenye comment kama kuna jambo lolote ambalo limekufurahisha kati ya mambo hayo 10.